Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Awali ya yote nimshukuru Mungu sana ambaye amenikutanisha na wewe tena katika majira haya. Na ninakukaribisha sana katika kipindi hiki ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi sana. Napata mrejesho watu jinsi wanavyoponywa, zaidi sana jinsi ambavyo watu wanamgeukia Kristo Yesu. Haleluya. Wewe ninakukaribisha sana, wewe ambaye umepata nafasi ya kuketi tayari kabisa kuweza kutazama kipindi hiki kwa njia runinga, na wewe unayefuatia kwa njia mitandao ya kijamii kipindi cha saa ya urejesho. Na wewe ukaona utambulisho wangu hapo chini, na wewe ambaye ni kwa mara ya kwanza, lakini ubarikiwe watu wengi ambao mmekuwa mmeenda kufuatia vipindi hivi. Sasa ninaendeleza somo au ujumbe mahususi ambao uko katika mfumo wa mwendelezo, na huo ujumbe unahusu dalili ya nafsi iliyotekwa. Dalili ya nafsi iliyotekwa. Haleluya. Kwa hiyo tulikotoka tumejifunza nafsi ni nini, nafsi inajengwa na vitu gani, lakini pia tukaona nafsi ni wewe mwenyewe, yule mtu wa ndani anayesababisha unaishi huko hivyo ulivyo, nafsi. Sasa nafsi inaweza ikatekwa na ufalme wa giza. Sasa ikitekwa na ufalme wa giza, unaishi maisha ambayo hayana faida. Unaweza kunaishi kama mtu aliyekuja duniani kuzurura. Kwa hiyo yale maisha, thamani yako inakuwa imeshikiliwa na mamlaka nyingine za giza. Haleluya. Sasa tukaona shetani naye anapoteka nafsi ya mtu, kuna maeneo anayoyalenga. Yale maeneo ndio yamebeba, yanayojenga sasa maisha ya ushindi kwa mwana wa Mungu hapa duniani. Tukaona jambo la kwanza ni eneo la imani. Eneo la imani. Lakini sasa leo nataka twende sehemu ya 3 ya somo hili la ujumbe huu, ambao ni uhusiano wa nafsi yako na akili. Uhusiano wa nafsi yako na akili. Haleluya. Sasa akili ni nini? Akili ni swali ambalo wakati mwingine nimefanya utafiti kwamba wakati mwingine kwa elimu ya kawaida ni vigumu sana kutoa tafsiri ya jumla ya neno akili. Maana yake ni nini? Lakini kinachoweza kutafsiri akili ni nini ni Biblia. Haleluya. Sasa akili ni ufahamu wa kimungu, ambao huo ufahamu unamwezesha mwanadamu kuyatawala mazingira yake. Ni ufahamu wa kimungu ambao unamwezesha mwanadamu kupata suluhisho la changamoto zinazomzunguka za kila siku. Haleluya. Ni ufahamu, takwenda kuona huko mbele. Sasa kibebeo cha akili kwa mwanadamu ndio tunaita ubongo katika mwili wako. Kumbuka Mungu alipomuumba mtu wa kwanza kabisa, Adamu na Hawa, walikuwa katika sehemu 3. Ni roho kama Mungu alivyo, lakini pia nafsi, kwa maana ya ule uwezo sasa wa mwanadamu kutawala hapa duniani kama mtawala kwa njia ya kupita kwa nafsi. Kwa sababu kwa nafsi ndipo penye maamuzi, ndipo penye utashi, ndipo penye hisia. Lakini pia akawa na mwili. Kwa hiyo mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Haleluya. Sasa basi, baada ya anguko la Adamu, maana yake roho ilikufa kwa habari ya dhambi. Kwa hiyo mwanadamu akabaki na maeneo mawili, nafsi na mwili. Sasa Yesu alipokuja, akaja kama Adamu wa pili, ambaye ni roho yenye kuhuisha. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu,
pale pale ile roho iliyokuwa imekufa inahuishwa tena. Kwa hiyo anarudi katika ule utatu. Haleluya. Kwa hiyo ukishaokoka unakuwa katika sura tatu tayari. Wewe ni roho, unao nafsi, unakaa katika mwili. Sasa eneo ambalo shetani analiwinda sana ni eneo la nafsi, kwa sababu nafsi ni kiungo kati ya roho na mwili. Kazi yake ni kutafsiri ujumbe kutoka kwenye roho kuja kwenye mwili, kwenye utekelezaji. Kwa hiyo kama roho yako na nafsi vikiwa vimeungana, mwili wako unakosa nguvu za kukutawala. Lakini kama nafsi yako vikiungana na mwili, roho yako haiwezi kuyatenda mapenzi ya Mungu. Ndio maana naitwa kuna mtu wa rohoni na kuna mtu wa tabia mwilini. Haleluya. Sasa mtu ambaye hajaokoka, roho yake inakuwa imekufa, ana sehemu mbili tu. Ana nafsi, ana mwili. Haleluya. Sasa unapokuwa umeokoka na ile imani yako ambayo ndio kiunganishi kati ya mtu na Mungu kimahusiano, imani inahuishwa tena. Ni imani katika Kristo Yesu. Haleluya. Sasa akili iko kwenye nafsi. Sasa kwa kuwa tunaishi katika mwili, nafsi haionekani kwa macho. Kibebeo cha nafsi ni moyo wa mwanadamu. Kama ambavyo Mungu alianza kuumba nuru, lakini kibebeo cha nuru akaweka mwezi, jua na nyota. Haleluya. Na Mungu alianza kumuumba mtu katika roho. Sasa ikabidi kwa kuwa ameumbwa ili aweze kutawala dunia, ikabidi aletwe sasa katika uhalisia. Kwa ndivyo ambavyo sasa hata akili pia, akili haikamatiki. Ni kitu ambacho kika taswira ya kiroho pia. Haleluya. Sasa ina kibebeo chake katika mwili ambacho kinaitwa ubongo. Akili kibebeo chake ni ubongo. Haleluya. Sasa ubongo una sehemu tatu. Naweka msingi napokwenda kuzungumzia uhusiano wa nafsi yako na akili. Haleluya. Ubongo una sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ubongo ni ubongo wa chini. Na ubongo wa chini ndio unaohusika na uhai. Unapolala usingizi, unapolala usiku, wenyewe haulali, uko kazini. Haleluya. Wenyewe kazi yako inahusika na uhai wa mwanadamu, uhai wa wanyama na kadhalika. Lakini pia huu ubongo unafanya kazi nje ya udhibiti wetu. Hatuwezi kuudhibiti huu ubongo wa chini. Lakini pia wenyewe maana yake ni unaohusika kudhibiti mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula. Ubongo wa chini huu unahusika na wanyama wote kuanzia mjusi na kadhalika, pamoja na wanadamu. Sasa kwa wanyama ubongo wenyewe unakuwa, mnyama anakuja moja kwa moja na unakuwa na maelekezo ya moja kwa moja, jinsi anavyotakiwa kupata chakula, namna ya kuzaliana na kadhalika, jinsi ya kujilinda na maadui. Tunaona wanyama kila mnyama ana namna, amewekewa mfumo wa kujilinda na maadui. Ni ubongo wa chini huo. Lakini pia jinsi ya kujiokoa na hatari. Haleluya. Kwa mwanadamu sisi ubongo huu unakuwa na maelekezo machache, kwa maana kwamba asilimia kubwa sana ni yale maisha, yale matukio tunayoyafanya, tunakutana nayo, yanajirudia rudia, mwisho yanageuka kwa tabia. Lakini pia ni shati kubwa sana. Tunaona hapa maana yake ni kwamba unahusika. Lakini kuna aina ya ubongo wa pili, ni ubongo wa kati. Ubongo wa kati. Huu ubongo wa kati unahusika na hisia. Unahusika na hisia. Ndio pale penye kupenda, kufurahi, kutamani, hisia. Lakini pia unahusika na kumbukumbu. Wenyewe unahusika na ile hali ya kumbukumbu. Na kwa wanyama huu ubongo ni kulingana ukubwa wa mnyama. Huwa wanasema tembo
ni mnyama mwenye uwezo wa kutunza kumbukumbu kuliko mnyama wote. Kwa nini? Kwa sababu kwa umbo lake, ubongo wake pia ni mkubwa. Ndio maana naweza katunza kumbukumbu sana. Haleluya. Lakini pia ubongo, nimesema wenyewe unakuja na maelekezo kwa wanyama jinsi gani wanavyotakiwa kupata chakula, kuzaliana na kadhalika. Lakini kwa mwanadamu huu ubongo wakati wenyewe natokana na mazingira anayoishi, matukio ya kila siku anayoyafanya, anajirudia, anageuka kuwa tabia, na nishati kubwa sana inatumika katika ubongo huu, hasa kwa habari ya wakati wa kujiokoa na hatari. Kujiokoa na hatari. Haleluya. Lakini kuna ubongo wa juu. Ubongo wa juu. Huu ubongo wenyewe unahusika na kufikiri. Unahusika na kuwaza na kufikiri. Ubongo. Kumbuka, kuwaza ni kuchakata. Mawazo ni matokeo ya mazingira yanayomzunguka mtu, ndio yanayotengeneza mawazo. Kufikiri ni hali ya mambo yasiyoonekana ili yaweze kuletwa sasa katika uhalisia. Ndio maana ni hatari sana kuishi kwa kuwaza badala ya kuishi kwa kufikiri. Haleluya. Watu wengi sana wanaishi kwa kuwaza. Ndio mnakuta sasa kuna msongo wa mawazo kulingana na mazingira yanayomzunguka. Lakini tunatakiwa tuishi kwa kufikiri. Maana yake hapo ndipo palipo na imani. Haleluya. Kwa hiyo kufikiri kwenyewe kunahusika na yale mambo ambayo hayajaonekana bado. Unafikiri, ikiwezekana ulete suluhisho, uyalete katika hali ya uhalisia. Haleluya. Sasa huu ndio ubongo, kutatua matatizo. Unapatikana kwa binadamu na sio kwa mtu. Kwa sababu sisi wanadamu, yani feki yetu sisi ni sio kwa mtu. Ndio maana unasema sokwe mtu na wanadamu wanatofautiana kwa 2% tu. Naona? Sasa huu ubongo wa juu unahusika na kujifunza mambo mbalimbali. Hapa ndipo palipo na elimu, tunajikuta tunasoma, tunaenda shule na kadhalika. Maana yake ni kwamba ni namna ambavyo ubongo unakwenda kuulisha sasa, ili kuweza kuvumbua mambo mbalimbali na kadhalika. Na ubongo uko chini ya udhibiti wetu. Na nishati kubwa sana inatumika katika ubongo wa juu. Lakini unapotokea wakati wa hatari, huu ubongo wa juu huwa nishati na acha kutumika, inaenda kwenye ubongo wa kati unaohusika na kujiokoa na hatari. Ndio maana sasa ikitokea hatari, hata hapo nyumbani kwako unaponitazama, hata ingetokea kita hatari akavamia simba, unaruka shangaa, unaruka juu ya dari, hata ulipofika umefikaje na shangaa. Kwa nini? Maana yake ingekuwa ni hatari kuhusika na ubongo na uhusika na maamuzi. Wenyewe unakulazimisha uanze kuwaza, uanze kufikiria, sasa utawajiokoaje. Lakini ubongo wakati wenyewe ni maalum ya namna kujiokoa na hatari. Hauhitaji kuwaza, unajikuta unakulazimisha na kupushi kufanya uamuzi ambao hata mwenyewe unashindwa kuelewa umefanyaje. Haleluya. Sasa basi, nilikuwa nataka kujengea msingi uelewe tunapokwenda kujifunza uhusiano wa nafsi ya mwanadamu na akili. Kwa hiyo tunaanza kusema akili sasa ni ufahamu wa kimungu ambao mtu anazaliwa nao kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana hutaki kujivuna kwamba una akili sana kuliko wengine. Unataka kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Wala haijatokana na akili na jitihada zako wewe. Haleluya. Sasa tunaona hapa sasa kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3 mpaka ule wa 4, tunaona kabisa kwamba shetani anaweza kutia giza, kufisha fikira. Maana yake anasema shetani amepofisha fikira ili nuru ya injili siwazukie. Lakini pia ukisoma ile Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5, unaona kabisa kwamba tunaweza kuteka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Maana yake ni kwenye akili.
Kwa hiyo wanapoona hata watu tunahubiri watu hawako tayari kuokoka, kufanya maamuzi, maana yake ni shetani anakamata akili ili sasa wasiwe na uwezo wa kufikiri, wasiwe na uwezo wa kufikiri jambo hili linalohusu imani ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Sasa nasema tunapoomba sasa watu waokoke, nasema lazima tuteke nyara fikira zao. Maana yake kufikiri kuko kwenye akili. Yaani sasa na kusema kwamba akili ni mtambo unaozaa vitu vionekane. Hiyo simu ulio nayo ni matokeo ya akili, ni wazo. Kitu hicho kikalia unatazama, umekalia wazo la mtu. Television unayoangalia, runinga, ni wazo la mtu. Kila kitu tunachokiona ni matokeo ya wazo. Sasa matokeo ya wazo yako kwenye nini? Yako kwenye akili. Haleluya, haleluya. Jambo la ajabu sana. Hebu ngoja tuangalie kitabu cha Luka sura ya 24 na ule mstari wa 45. Luka sura ya 24 mstari wa 45. Tunaona Yesu, Biblia inasema, akawafunulia wanafunzi wake akili wapate kuelewa na maandiko. Biblia imesema akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Huu ni wakati ambapo Yesu amefufuka. Sasa alipofufuka Yesu, wanafunzi wakaanza kujiuliza, ni kitu gani hiki? Yesu anaanza kuambia kwamba mbona yalishatabiriwa. Akagundua kwamba shida iko kwenye akili. Wanasoma maandiko hawayaelewi yaliyokwisha kutabiriwa na manabii. Kwa hiyo ikabidi Yesu afunue akili zao, maana yake zilikuwa zimefunikwa. Kwa hiyo akili za mtu zaweza zimefunikwa, zikafunikwa kabisa. Ndio maana na watu wanasoma Biblia wala hauelewi. Watu wengi wanasoma Biblia, yaani afadhali ungesoma gazeti la Nipashe utaelewa, utasoma mpaka la vikatuni. Lakini ukisema usome Biblia hauelewi kabisa. Kwa nini? Maana yake akili zako zimefunikwa. Yesu akawafunulia akili zao zipate kuelewa na maandiko, wajue ya kwamba kufufuka kwa Yesu sio tukio la ghafla. Manabii walishatabiri, akina Isaya na manabii wengine. Sasa walikuwa hawaelewi chochote kabisa, wanafunzi wanashangaa. Kwa hiyo Yesu alishughulika na akili. Haleluya. Yesu alishughulika na akili. Akili ndio kila kitu. Kwa hiyo akili zikifunikwa, huwezi kupata taarifa sahihi. Kwa nini? Ni sawa na Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Mungu anamwambia Joshua, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yaliyoandikwa humo usiku na mchana, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, na tena ndipo utakapostawi sana. Kwa nini nasema atafakari maandiko, Torati? Kutafakari maana yake ni kutafuta wazo la Mungu ndani ya maandiko. Haleluya. Anaambia tafakari ili uweze kupata Mungu ana kitu gani anachokisema, ufunuo ndani ya hilo andiko. Kwa sababu Biblia ina sehemu mbili, ina logos na ina rema. Logos ni maandiko kama yalivyo, na Biblia imesema kwamba andiko inaweza likaua, inaweza likahuisha. Naona wapo watu ambao mnatafsiri maandiko mpaka mnabishana na kadhalika, mnatafsiri katika logos. Lakini kuna kitu kinaitwa rema. Rema maana yake ni ufunuo wa Mungu ndani ya andiko. Haleluya, haleluya. Sasa ndio maana Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Maana yake waweze kupata ufahamu wa kimungu, wa Mungu ana ujumbe gani, ana maelekezo gani, ana ushauri gani kupitia hilo andiko. Kwa hiyo ndio maana Mungu akamwambia Joshua, tafakari usiku na mchana, kwa sababu matokeo ya kutafakari utapata ujumbe wa Mungu ndani ya maandiko, taarifa sahihi zinazokuhusu wewe. Halafu anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, tena ndipo utakapostawi sana. Haleluya.
Ni mambo ya ajabu sana hayo. Unaona, maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anamwambia Joshua, akili yako lazima iwe active, ifanye kazi sawa sawa. Unasoma maandiko kwenye rogosi kama yalivyo, lakini pia ndani ya maandiko kila andiko lenye pumzi lafaa kwa kufundisha, kwa kukuonya, kukuadibisha, ili uweze kuwa kamili, pate kutenda kila tendo jema. Haleluya. Leo hii ndio maana nakuta kanisa la sasa imekuwa ni watu wa ajabu, wana imani potofu. Uharibifu umeingia katika nyumba ya Mungu kwa sababu watu hawataki kusoma maandiko. Muda mwingi unaotumia huko kwenye kuangalia Facebook, mitandao ya kijamii, Biblia unaikamata Jumapili. Na tena mpaka sasa imefika mahali ambapo Biblia hambebi kanisani, mnabeba simu. Hiyo ni dalili ya kufa. Haleluya, haleluya. Kifo cha kiroho hakijagi ghafla, unakufa taratibu taratibu. Sasa unaona, leo hii watu wengi hawataki kusoma neno. Ushindi wa mwana wa Mungu uko ndani ya kusoma maandiko na kuyatafakari, ndipo utapata wazo la Mungu. Sasa shetani kama amekamata akili, utasoma wala hutaelewa chochote. Lakini pia akili zinaweza zikatiwa, nimesema zinaweza zikafunikwa. Lakini pia akili zinaweza zikafunikwa, zikatiwa giza. Waefeso 4:18 Biblia imesema ambao akili zao zimetiwa giza. Akili za mtu zinatiwa giza, haelewi kabisa, yuko gizani. Unajua tafsiri yake, akili zikitiwa giza, unafanya mambo ambayo mpaka watu wanakushangaa, hata wewe mwenyewe unajiuliza. Lakini kwa kuwa akili imetiwa giza, uwezo wa kushinda kuacha hayo huwezi, kwa sababu shetani anajua akili ndio kila kitu. Akitia giza akili zako, unajikuta wewe unafanya vitu vya kigiza giza. Halafu akitia giza, huoni fursa yoyote. Simeshao kuona, unamuuliza mtu, hivi ungependa ufanye shughuli gani? Anasema hata mimi hata sielewi kabisa. Sasa mtu ukimpa mtaji, unaisha kununua vitumbua na chipsi. Akili imetiwa giza, haoni cha kufanya. Unakuta mtu anasema hata mimi sijui hata nifanye nini. Yaani kwenye watu wote hawa fedha zipo, yaani mtu anasema sijui hata nifanye kazi gani. Haoni. Kwa nini? Akili zimetiwa giza, hazioni mwanga wowote. Unaona unakokwenda, naona giza. Ukitazama maisha yako ulivyo sasa, unaona mbele ni giza totoro. Maana yake akili zimetiwa giza. Zikitiwa giza, maana yake ni kwamba unakosa uelewa wa nini ya kupasayo kuyatenda. Unakuta huna dira yoyote. Kwa hiyo unajikuta kila njia itakupeleka inapotaka, kwa sababu akili zimetiwa giza. Huwezi ukapambanua jema na baya. Kwa hiyo shetani atakuendesha tu kutenda matendo ya giza. Haleluya. Akili zao zimetiwa giza, anasema, na ujinga uliomo ndani ya mioyo yao. Haleluya. Sasa ukiokoka, akili zinatiwa nuru. Hiyo ndio habari njema. Yaani unapoamua kumpa Yesu maisha yako, yeye anasema ni nuru ya ulimwengu. Alikuja kama nuru ing'aayo gizani, wala giza haikuliweza. Lakini bahati mbaya Biblia imesema watu wakachagua kupenda giza kuliko nuru. Kwa hiyo Yesu akiingia ndani ya mtu, anashughulika na akili zinatiwa nuru. Zinawatiwa nuru. Giza kwa Kiebrania sio ukosefu wa mwanga wa umeme wala taa za mafuta wala chochote. Giza kwa Kiebrania wametafsiri neno hosek, wakiwa na maanisha ujinga au pasipokuwa na taarifa sahihi au maarifa sahihi. Ndio tafsiri ya giza kwa mujibu wa Kiebrania. Nuru wametumia neno owri, OWR, wakiwa na maanisha taarifa sahihi
au maarifa sahihi. Kwa hiyo ukiokoka sasa unapata taarifa sahihi kutoka kwa yeye aliyekuumba zinazokuhusu wewe uishije hapa duniani. Nini maisha Mungu aliyokukusudia? Unapata maarifa sahihi. Haleluya. Akili zinatiwa nuru. Ndio maana unashangaa mtu ameokoka, amemaliza elimu ya msingi tu, lakini mambo anayoyafanya hata profesa hawezi kuyafanya kabisa. Mambo anayoyatenda sio ya kawaida. Anakuwa na ufahamu wa kimungu wa kuelewa mambo mbalimbali kuliko mtu ambaye ana elimu lakini hana nuru ya Kristo ndani yake. Utafanya vituko tu, utaendeshwa tu, kwa sababu akili ni tofauti na elimu. Kuna watu wana elimu lakini akili hawana. Zimeenda wapi? Zimefunikwa. Zimeenda wapi? Zimetiwa giza. Zimeenda wapi? Zimeharibiwa. Zimeenda wapi? Zimetekwa na shetani. Ndio unashangaa mtu ni msomi kabisa, ni profesa, lakini anavuta sigara. Hata wewe mwenyewe unayemtazama unavuta sigara. Lakini pale kwenye pakiti ya sigara imeandikwa sigara ni hatari kwa afya yako. Unakuta mwingine ni daktari wa binadamu kabisa, anafanya kazi hospitali, lakini anavuta sigara. Ana akili huyu? Elimu unayo lakini akili huna. Si kwamba nakutukana. Ni Biblia. Haleluya, haleluya. Maana yake ni kwamba usichanganye elimu ya darasani na akili. Akili sina uwezo kusababisha sasa ile elimu ya darasani ikuwezeshe kuwa umepata maarifa sahihi ya wewe kuishi maisha yenye faida hapa duniani. Kwa sababu kazi ya elimu ni kukufumbua macho wewe uweze kujua uishije hapa duniani kutokana na kipawa chako. Haleluya. Sasa kazi moja wapo ya akili. Kazi ya akili. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 41. Mwanzo sura ile ya 41. Kuanzia mstari wa 25 mpaka 36. Wewe unaweza kusoma ile sura yote ya 41. Ni kisa ambacho kinaeleweka sana. Haleluya. Ni habari ya kijana mmoja anaitwa Yusufu aliyechukuliwa kwenda utumwani Misri akiwa na miaka 17. Huyu kijana si kwamba alikuwa amesoma elimu ya duniani ya darasani. Hakuwa amesoma, lakini alikuwa na akili za kimungu. Wayahudi najua ni watu wenye akili za kimungu. Unaona ni kainchi kadogo tu, lakini dunia inatikisika. Dunia inakosa majibu. Kainchi kadogo tu, lakini kanaendesha ulimwengu. Nini maana yake? Ni kwamba Israeli pale ni nchi ya Mungu, ni ardhi ya Mungu, na wale ni watoto wake kabisa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinawatofautisha Wayahudi na watu wa mataifa. Haleluya. Sasa tunaona Yusufu akiwa kule utumwani. Ameenda kule kwa kuuzwa na kaka zake. Kumbe Mungu alikuwa anawatumia kwenda kuhifadhi maisha ya watu baadaye, kwa sababu mapito unayoyapitia yanatengeneza thamani yako. Lakini mapito unayoyapitia mtu wa Mungu, maana yake yamebeba ukombozi wa wengine nyuma yako. Haleluya. Yusufu akiwa kule jela alitafsiri ndoto za watu wawili ambao walikuwa ni wafanyakazi wa ikulu. Mmoja alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme Farao, mwingine alikuwa mwoka mkate na kadhalika. Sasa huyu mnyweshaji yeye akatafsiriwa ndoto kwamba atarudishwa kazini, na akarudi. Sasa Farao siku moja akaota ndoto. Akaota ndoto yenye sura hii. Akaona ng'ombe 7 wanene sana wamenenepa.
Halafu baadaye akaota tena ng'ombe 7 wamekonda. Halafu wale waliokonda wakawameza wale 7 wote, wakabaki wamekonda. Ile ndoto ikamfadhaisha sana Farao. Ikabidi waite mawaziri, akawaita wachawi, akawaita waganga waweze kutafsiri. Hakuna hata Misri mmoja aliyeweza kutafsiri ndoto. Sasa yule mmeshaji aliyetafsiriwa na Yusufu gerezani akakumbuka kwamba kuna dogo mmoja nilimwacha kule Myahudi, ndiye aliyetafsiria ndoto yangu, mimi nikarudi kazini. Akampelekea Farao, mwambie bwana, kuna dogo yuko kule, anaweza katoa tafsiri. Farao akaitisha msafara ukamfuata Yusufu. Bila shaka Yusufu alikuwa anawaza kwamba sasa ndo nakwenda kunyongwa kabisa. Kumbe hakujua ndo mwisho wa mapito yake. Sasa anamaliza mtihani, sasa nakwenda kupata tuzo. Haleluya. Alipofika pale, Farao akamwambia, wewe ndio Yusufu? Akasema, na nimesikia habari zako kwamba waweza kutafsiri ndoto, kwa sababu kuna ushahidi wa mtu aliyetafsiria. Yusufu akamwambia, kutafsiri hiyo kazi sio kazi yangu, ni Mungu atakupatia tafsiri. Na kwa sababu umeota hilo ndoto mara 2, maana yake Mungu anakwenda kulithibitisha jambo hili haraka. Yusufu akaenda akakaa kwenye utulivu, akasikiliza wazo la Mungu, ujumbe wa Mungu ni nini kwenye ndoto ya Farao. Mungu akamwambia, wale 7 ng'ombe 7 walionenepa ni miaka 7 ya shibe. Nchi tazaa, watu watalima, chakula kitakuwa kingi mno. Lakini baada ya hapo itakuja njaa miaka 7, ambayo ile miaka ya shibe itasahauliwa. Naona tatizo hilo hapa, panahitaji akili. Sasa nikwambia, kazi ya akili ni ufahamu wa kimungu ambao unamwezesha mwanadamu kuleta suluhisho la changamoto zinazomzunguka hapa duniani. Kumbuka, baada ya anguko la Adamu na Hawa, dunia ni dunia yenye dhiki, changamoto, mapito, udhia, shida, adha, magonjwa, tabu na kila ghasia. Sasa panahitajika akili ya kimungu ndani yako. Sasa Yusufu alipomaliza kumtafsiria Farao ndoto, Yusufu akasema hivi, Farao ajitafutie mtu mwenye akili, amuweke juu ya jambo hilo. Mbona hakusema niweke mimi? Akasema Farao jitafutie mtu mwenye akili. Sasa Farao akatafuta kwenye mawaziri wake wote, akakuta ni zombi wote hamnazo. Akaenda kwa wakuu wa mikoa yote, hamna kitu. Ameenda pale kwenye vitu wa vitongoji wote, hamna. Wao wanachojua tu ni kuamka asubuhi kwenda kunywa pombe, wanachojua tu ni kwenda kuzini na wake za watu kama wewe, wanachojua tu ni kutapeli watu, ni kuiba vitu vya watu. Basi wanachojua tu ni kwenda kwa waganga, kwenye ushirikina kama wewe unanitazama, ndio kwenda lijua kuabudu miungu mingine. Farao akasema, sasa Yusufu, hakuna mtu mwenye akili kama wewe. Wote nimeangalia hamna kitu nchi nzima ya Misri. Sasa naweka wewe, sasa utalisimamia hilo jambo. Yusufu sasa akasimamia hilo jambo. Yusufu ndio mwanzilishi wa NFRA, National Food Reserve Authority. Maana yake kwenye nchi nyingi, hata Tanzania, tuna taasisi ambayo huwa inanunua vyakula kwa wakulima, wanaweka kwenye magara, ili kitokea njaa, serikali na wauzia wananchi kwa bei ndogo. Hiyo ni mtu mwenye akili aliyeanzisha hilo wazo, ni Yusufu. Dunia nzima ni wazo la Yusufu, ni kazi ya akili iliyokuwa inafanya kazi ndani ya Yusufu ambaye hakusoma. Haleluya, haleluya. Sasa tuna watu wangapi Tanzania ambao wangeweza kuleta majawabu katika matatizo yenye changamoto nyingi sana katika nchi yetu na sehemu mbalimbali? Nini? Akili za watu zimefunikwa. Tunawazungumza matatizo, lakini tuna wachache watatua matatizo. Wengi wanashughulika kusema habari za watu
badala ya kushughulika kutatua matatizo kwenye kizazi chako. Unapotatua tatizo kwenye kijamii yako, ndio kuishi kwako, ndio kula kwako wewe. Maana matatizo ya mtu ni pesa kwa mwingine. Wewe kazi yako ni kulalamika, kulaumu serikali na kadhalika. Shida iko kwenye akili. Haleluya, haleluya. Akili. Yusuf akatatua. Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12:32. Nyakati wa kwanza 12:32. Biblia imesema hivi, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende, vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa wako chini ya amri yao. Hebu ngoja nirudie hili andiko la ajabu sana. Na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati na kuyajua yawapasayo Israeli wayatende, vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa wako chini ya amri yao. Umesikia? Yakobo alikuwa na mtoto mmoja anaitwa Isakari. Ndani ya ule uzao wa Yakobo, haleluya, Biblia imesema kulikuwa na watu 200, watu wenye akili za kujua nyakati na majira. Nini Israeli yawapasayo kuyatenda kulingana na majira na nyakati. Biblia imesema na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Mtu mwenye akili, kazi ya akili ni kumwezesha mtu mwanadamu kujua nyakati na majira na atende nini kulingana na nyakati hizo na majira. Ulimwengu ni ulimwengu uliojaa vipindi mbalimbali vya mabadiliko. Usipokubali mabadiliko yatakubadilisha. Usipokubali kubadilishwa na mabadiliko yatakukumba, yatakusomba tu. Lazima uwe na akili za kujua hizi nyakati zinahitaji kulima kitu gani na wapi. Zinahitaji watoto wetu wasomee kitu gani. Tunapoombea watoto wetu, unasomea vitu ambavyo viko tofauti na nyakati hizi. Nyakati hizi unakuta leo tuna wazazi ambao wana pressure kwa sababu wametumia gharama kubwa sana kusomesha watoto. Halafu vitu ambavyo watoto wamesomea viko nje ya nyakati na majira tunayoishi. Sasa kwa kuwa sasa akili yake ilikaa hapo, na wewe ulimsomesha ukamwambia mwanangu soma uje unitunze nikiwa mzee, sasa anajikuta yuko mtaani, hata uwezo wa kuchoma mahindi barabarani hana. Kisa kwa sababu kakadigirika amesomea ustawi wa jamii, hana kazi sasa. Maana yake akili zilikamatwa, akajikuta kashindwa kujua nyakati zinahitaji upate taarifa zinazohusu kitu gani kulingana na nyakati hizo, kulingana na majira, kwa sababu ulimwengu unabadilika kila kukicha. Haleluya. Ukiwa na akili za namna hii, hautaishi kwa mazoea. Utafanya kitu sahihi, mahali sahihi, wakati sahihi na kwa usahihi. Kazi ya akili, wana wa Isakari. Kwa hiyo wenzako wote watakuwa chini ya amri yako. Utawaendesha tu, watakuwa nakuja kuomba ushauri kwako. Utafungua ofisi ya ushauri, kwa sababu unafahamu akili yako imetiwa nuru, inajua nyakati zinahitaji kitu gani. Unajua majira haya yanahitaji namna gani ya kuishi. Hiyo ni kazi ya akili. Haleluya, haleluya. Ni kazi ya akili ambayo ni akili kutoka kwa mwenyewe, sio za kusomea darasani. Unaweza kuwa umesoma kweli ukapata GPA si ngapi, lakini akili zimekamatwa, huna. Haleluya, haleluya. Sasa ndio maana
usipojua majira na nyakati. Ukisoma ile Misali sura ile ya 6 mstari 32, Biblia imesema hivi: azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo itakalomwangamiza nafsi yake, atapata jeraha wala haitapona. Unaona, Biblia imesema azinie na mwanamke hana akili kabisa, azinie na mwanamume hana akili kabisa. Yaani Mungu kwenye akili hakupepesa wala hakupepetipeti, akasema hana akili kabisa. Yaani wewe kama unazini, Biblia imesema huna akili kabisa. Misali 6:32. Unayetoka nje ya ndoa wewe kwa asili, unamsaliti mke wako, uko kwa hawara, Biblia imesema huna akili kabisa. Kwa nini? Unafanya jambo itakalo kuangamiza nafsi yako. Utapata jeraha na utavunjiwa heshima, na ile jeraha haitapona. Haleluya. Wewe kijana unayezini, Biblia imesema huna akili kabisa. Kwa sababu gani? Unawezaje kukanyaga moto na uona? Unawezaje kufanya jambo ambalo unajua lina hatari mbele yako? Nini shida? Ni akili. Sasa tuna watu wangapi ambao hawana akili? Sasa wanatembea barabarani, hata kama umevaa suti kama mimi, lakini kama unazini, Biblia imesema huna akili kabisa. Ni maandiko, Misali 6:32. Kama hujui kusoma Biblia, mwambie mtu akusomee ile andiko. Lakini ukisoma kitabu cha Misali 24:30, anasema nilipita katika shamba la mvivu, mtu asiyekuwa na akili limemea miiba. Mtu mwingine ambaye hana akili, Biblia imesema ni mtu mvivu, hana akili kabisa. Unaamka saa 3 kwenda shamba, kwenda kufungua duka, Biblia imesema hana akili kabisa. Sasa shetani anachokifanya kwenye akili, nitazame vizuri sana, nisikilize vizuri. Kazi yake huwa ni kufunika akili. Kuna watu ambao akili zenu zimefunikwa kabisa, lakini kazi inayoifanya huwa ni kutia giza akili. Kazi nyingine ambayo shetani anaifanya ni kuharibu akili. Kuna watu ambao shetani ameharibu akili zao. Wakorintho wa pili sura ile ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 9. Na kama vile Yane na Yambure walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Yane na Yambure, watu walikuwa wanapingana na watumishi wa Mungu, pingana na Musa. Biblia inasema ni watu walioharibika akili zao, ambao wanapingana mambo ya imani. Wapo wakina Yane na Yambure leo. Hata tunapohubiri kwa habari ya wokovu na kejeli sana, unapinga sana, pinga sana. Walikuwepo akina Yane na Yambure. Haleluya. Biblia imesema ni watu walioharibika akili zao. Kwa hiyo unapoona mtu anapinga mambo ya wokovu, mambo ya imani, shetani amekamata akili, amezitia giza. Asijue kwamba kiokoka, akili zake zafunguka, amesalimika, amepona, amewekwa huru, tayari yuko salama. Anasema ni watu walioharibika akili zao kwa njia ya nguvu za giza. Shetani anaharibu akili za watu. Ndio maana nakuta kwa mtoto, hata mtoto anapokuwa amezaliwa, nakuta ukianza kuona mara mtoto degedege, hiyo ni mkakati wa shetani kuharibu akili za mtoto. Magonjwa yanafululiza. Maana yake kuna watu ambao wameharibiwa akili toka walipozaliwa. Shetani shaona kabisa huyu mtoto nikimwacha akakuwa huyu, atakuwa ataleta matokeo makubwa sana. Anaharibu akili za mtoto kwa njia degedege za kila wakati, magonjwa ya kila wakati, uchawi na ushirikina. Kwa hiyo kuna watu ambao shetani ameharibu akili zao kupitia nguvu za giza, nguvu za kichawi. Haleluya. Lakini pia shetani anaweza kuiba akili ya mtu kwa njia ya ushirikina, akampa mtu mwingine. Kama hufanyi maombezi, unaweza usielewe hili swala. Shetani ana uwezo kupitia mawakala wake kuchukua akili za mtu na kumpa mtu mwingine.
anaweza kafanya hivyo, na ushahidi wa kutosha kabisa. Ndio unaweza kushangaa mtoto yuko vizuri sana anapoanza shule, yuko vizuri sana, very bright kabisa, lakini kadri unashangaa anaanza kubadilika, anaanza kuwa wa mwisho darasani, mpaka na walimu wanaumiza vichwa, kimempata nini? Kumbe mule darasani kuna mitoto mingine ni michawi, inaroga wako pamoja, usiku inakwenda kuroga na bibi zao, kwenda kula nyama za watu, halafu usiku asubuhi kiko darasani kitoto hicho. Kazi yake ni kuiba, kuharibu akili za watoto wale wenye uwezo, halafu wanapewa watoto wengine. Ana uwezo kufanya hivyo kwa njia ya giza. Ndio maana angalia sana, ukiota unaamka na kutu imechukuliwa nywele, imechukuliwa nywele, maana yake ni kwamba akili zako zimechukuliwa. Au unaweza kuta mtu akakugusa kichwani, kuanzia hapo na shanga kichwa kinauma kila wakati, maana yake akili zilizochukuliwa pale. Shetani anashughulika na akili. Anakuta wakati mwingine darasani kuta mtu achukuliwa maandiko alipoandika, hata maofisini tu. Maandiko wako unachukuliwa alipoasaini, wanakwenda kuimbiliza kwa wachawi, kwa waganga. Unashangaa mtu anakuwa kichana changanyikiwa, anasema mimi naacha kazi masaa 24. Anaandika barua. Nini? Akili amevurugika, akili zimeharibiwa. Anafanya uamuzi ambao hata mwenyewe hajijui. Wapo watu wa namna hiyo ambao akili zilizokamata zikatekwa, zikachukuliwa, akajikuta amefanya uamuzi, ameacha kazi masaa 24, ameandika barua. Baada ya kurudi nyumbani, anaanza kuona mateso, anajiuliza nini kilichotokea? Kilitokea kitu gani? Na kutana akachukua hata nguo tu, wachawi kwenda kuimbiliza zile nguo. Ngoja nikumezee ushuhuda, nikupe mfano. Kuna mtu mmoja aliwahi kuja kanisani kwangu. Yule kijana, miaka 2-3 imepita, tayari alikuwa yuko kwenye age ya kukimbilia miaka 40 hivi kwenda 50. Sasa yule bwana akiwa amezaliwa na familia maskini kule Kilosa, mkoa wa Morogoro, lakini toka akiwa darasa la kwanza mpaka darasa la 7, yeye ni mtu wa kushika namba 1. Yaani ni wale watu ambao hawazaliwagi kila siku, majini ya kabisa. Yaani mwalimu anapoanza kufundisha amekwisha kumwelewa hata kabla hajamaliza. Wakati wanafanya mtihani wa darasa la 7, yule kijana alifatwa kwenye kazi ya kusaidia fundi wanajenga, maana wazazi wake hawana uwezo. Ikabidi walimu wamlete darasani, akawaomba afanye ile mitihani, amalize haraka, akamalize kibarua chake, apate hela kwa ajili ya kwenda kula na wazazi wake. Akamaliza kwa muda mfupi, akafaulu form 1, yani kwa maksi ambazo sio za kawaida. Akaenda shule ya vipaji maalum, watoto wenye vipaji. Akasoma form 1, yuko vile vile. Akasoma, alipofika form 2 akaacha shule ghafla. Walimu wanawaza, wewe nini kimekutokea? Anasema sitaki shule. Anaanza kwenda kufanya vibarua. Kumbe amechezewa na wajanja, amerogwa, wamechukua akili zake. Wewe amebakiza akili za mpiga vibarua, mpiga miraba. Wameweka akili za wazibuavyo. Hizo ndio wameweka akili za watu wa kutangatanga asiye na makao. Wenyewe wakachukua akili zake. Sasa ngoja kushangaza, yule mtoto yule aliyeishia form 2 alikuwa anawafundisha somo la hesabu na physics wanafunzi wa form 5 na form 6. Anawafundisha hesabu na somo la physics.
Sasa baada yule kijana yeye akabaki sasa anazunguka, ana makao, anakwenda kufanya vibarua, mara nalima bustani, mara nakuta hana simu yoyote, hana mke, mpaka yuko zaidi ya miaka 40. Maisha ya huzuni, anakaa kwa kibanda cha nyasi polini, mashambani. Wale walioiba akili ni mameneja wa TANESCO, ni mameneja wa TRA. Wakao wanamfuata, wanamtafuta, kwenda kumshukuru, wanampelekea simu kama kwenda kumjoki. Kuna watu wako mausini, sio kwa akili zao wenyewe, wanatumia akili za wengine. Wapo watu mmekalia viti ofisini, wewe unajua ulichokifanya, unajua wazazi wako walichokifanya, unatumia akili za mtoto mwingine. Mmekalia kwenye ofisi. Wapo wanaofanya biashara kupitia akili za watu wengine. Kwenye huduma za maombezi hizi mnakutana watu wa namna hiyo. Nakuta kuna watu wanaendesha miradi kupitia akili zao wenyewe, wanabaki kunakuta kila anachokifanya hakiendi. Akili zimeibiwa, akili zimeharibiwa, akili zimetekwa. Nilikuwa nafundisha kwa habari ya uhusiano wa nafsi yako na akili. Shetani akikamata akili, utakuwa unaishi maisha kama mzururaji. Unashangaa mambo unayoyafanya yako chini ya kiwango, mpaka watu wanakuuliza, mbona unayoyafanya hayamfanani? Kila kitu kinakuwa cha kawaida, kila kitu kinakuwa cha kiwango cha chini, kila kitu. Kwa hiyo watu wanaishi kutumia kwa akili zao, akili za watu. Yaani miaka uliyo nayo haifanani na ulivyo, haifanani na unachokizalisha. Umri unakwenda, lakini kwa kweli unajitahidi sana. Akili zimekamatwa, akili zimeharibiwa, akili zimetiwa giza, akili zimefunikwa, akili kazi zimeibiwa. Ndio maana Isaya 42 mstari wa 22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu walioibiwa. Wameibiwa nini? Wameibiwa vitu vya thamani vinavyotakiwa kutengeneza. Mojawapo ni akili. Mojawapo ni akili. Mtu anaweza kawa asiwe zezeta, lakini kwa kweli maisha yake. Ndio unakuta kuna watu ambao wanaiba akili za watu. Unakuta hata ndugu zao wanakuwa mazezeta. Mtu anafanikiwa kwenye shughuli zake. Kama uko mtu wa namna hiyo, akili hizo alizoziweka ndani ya huyo mtu, ulizoziiba kwa njia ya uchawi, hizi sio akili sio za kwake, ni za Mungu, ambazo hizo akili zingeweza kuleta matokeo makubwa sana, wakanufaika wengi. Wewe unajinufaisha kupitia akili za watu wengine. Na unaweza kusema, mchungaji, ninavyojitazama, navyojitathmini, na inawezekana hata una mtoto ambaye zamani alikuwa iko vizuri sana, lakini naanza kila kukicha anashuka, kila kukicha anashuka kiwango chake. Maana yake ni kwamba kuna mkono wa adui umegusa akili zake kabisa. Lakini kumbuka, Yesu ni nuru. Akiingia ndani yako, utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Vitu vyako vyote vitakuwa ni vitu vya nuruni. Matendo yako yatakuwa matendo ya nuruni. Hutafanya matendo ya gizani na kwenda kufanya uasherati, na uko kanisani unadhani hakuna anayekuona, lakini Yesu akiwa ndani yako utakuwa ni mtu wa nuruni. Unasema, mchungaji, mimi ni mwathirika kwa ujumbe huu na somo hili. Mungu amesema na mimi, ameniona. Pale pale ulipo, naomba ufuatisha maneno haya. Umpokee huyu aliye nuru ya ulimwengu, Yesu, ili aingie ndani yako. Bibi imesema utakuwa kama mwanga katika ulimwengu. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea wewe kama nuru ya ulimwengu. Uingie ndani yangu, uondoe giza yotawala ndani yangu. Akili zangu
zimetiwa giza, zimeharibika, zimetekwa, zimekamatwa, zimeibiwa. Yesu, nakuja kwako sasa, uumbike ndani yangu, uweze kunifungua ufahamu na akili zangu kuanzia sasa, kwa jina la Yesu. Amina. Sasa shika kwenye moyo wako, shika kwenye moyo wako, au unaweza ukashika tu kwenye kichwa chako ambako ndiko kuna kibebeo kwenye ubongo wako. Mimi nakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, mwamba wa uzima, nimenena habari zako Yesu kuhusu akili, na wewe Yesu Kristo na Roho wako Mtakatifu anafanya kazi pamoja na akili zetu. Huyu mtoto wako sasa amekubali, umemwona Yesu Kristo, akili zake zimekamatwa, akili zake zimeharibiwa na nguvu za giza, akili zake zimetiwa giza na ufalme wa giza. Yesu, naweka mikono kwa imani juu ya kichwa chake, naweka mikono yangu kwa imani kwenye moyo wake. Ninaamuru sasa utando wa giza kwenye akili. Ninaamuru sasa ilo giza kwenye ufahamu wake, ilo giza na ujinga kwenye akili zake, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Na kamata na kung'oa kila pande la shetani hizo, kamata akili zake, nafungua ufahamu wake sasa uliofungwa, nafungua kufikiri kwake kuweze kuongezeka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amekuwa muda mwingi anafanya vitu vinavyoleta hasara tu kwa sababu akili zimeharibiwa na adui. Sasa naanzisha mwanzo mpya kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaachilia mwanzo mpya sasa uwe juu yake. Naachilia mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, mwamba wa uzima, fungua sasa ufahamu wake, fungua akili zake sasa, kuanzia sasa zitiwe nuru sasa, kuanzia sasa akili zake zitiwe nuru, akuone wewe Yesu kwa viwango visivyo vya kawaida. Neema na kweli ziweze kumkalia Bwana, kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Zaidi ya yote, simame akupenda wewe kwa jina la Yesu. Amina. Bila shaka umebarikiwa sana. Naomba nikushirikishe, unaweza ukasapoti kipindi hiki kwa sadaka yako. Na ukasema, Mungu, natoa sadaka hii. Utamke, Mungu, weze kuponya akili zangu, uponye akili za watoto wangu. Sadaka ina nguvu ya ajabu sana. Unaposhiriki, ili uendelee kusikia mambo makubwa zinakwenda kufunua, wengine wayasikie, Mungu atafanya kitu cha ajabu sana. Na uitamkie neno sadaka yako. Usitoe tu, kwa sababu sadaka ni kitu hai, kinaongea, kinanena. Haleluya. Kinaweza ikabatilisha kitu sadaka zilizotolewa na shetani juu ya maisha yako. Unaona namba hizo hapo chini hapo, unaweza ukatumia kutuma sadaka yako. Lakini pia endelea kufuatilia vipindi hivi kwenye channel hii, na Mungu aendelee kukutetea. Ninaamini kabisa hautabaki kama ulivyo. Waambie na watu wengine kufuatilia kipindi cha Saa ya Urejesho. Kwa jina la Yesu uwe hai, na Mungu akutendee mema.